Karibuni tena katika Simu Tatu TV. Katika sehemu ya pili ya mfululizo wetu wa sehemu 10 kuhusu maisha ya Adolf Hitler, tunaangazia uzoefu wake wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Hakikisha umetembelea blogu yetu katika davidmkolwe.blogspot.com na kutufuatilia kwenye Facebook na Instagram kwa maelezo zaidi ya kihistoria. Tuanze pale tulipoishia. Baada ya kukataliwa na shule za sanaa na kuishi katika umaskini mjini Vienna, maisha ya Hitler yalibadilika sana mwaka 1940, vita vya kwanza vya dunia vilipoanza. Alijitolea mara moja kujiunga na jeshi la Ujerumani, akiwa na hisia kali za uzalendo kwa Ujerumani licha ya kuwa raia wa Austria. Alipokuwa akitumikia katika mitaro ya vita, Hitler alionyesha nidhamu, uaminifu na ushujaa wa ajabu. Alifanya kazi kama mjumbe, kazi hatari iliyomhitaji kukimbia mara kwa mara katika mstari wa mbele wa vita. Kwa matendo yake, alipewa nishani ya msalaba wa chuma, tuzo muhimu ya kijeshi kwa ushujaa. Lakini athari ya vita kwa Hitler haikuwa ya kimwili tu. Mnamo mwaka 1918, alijeruhiwa na shambulio la gesi na kupelekwa hospitalini. Alipokuwa akipata nafuu, alipokea habari mbaya kwamba Ujerumani ilikuwa imesalimu amri. Habari hii ilimshtua sana na kumjaza hasira na chuki. Hitler aliamini kwamba Ujerumani haikuwa imeshindwa vitani bali ilikuwa imesalitiwa na wanasiasa nyumbani, hasa Wayahudi na Wakomunisti waliotaka amani. Nadharia hii ya kuchomwa kisu mgongoni ikawa msingi wa imani yake ya kiitikadi. Kwa Hitler, hii haikuwa wazo la kupita tu bali ilikuwa imani iliyomwingia ndani kabisa. Alianza kujiona kama mwokozi wa taifa kubwa lililokuwa limedhulumiwa. Vita vya kwanza vya dunia havikujeruhi Hitler kimwili tu, viliwasha moto wa kisiasa ndani yake. Hasira na kuchanganyikiwa alivyohisi kulimfanya kuwa mtu wa uzalendo wa kupindukia mwenye maoni ya msimamo mkali. Uzoefu huu uliweka msingi wa matamanio yake ya kisiasa baadaye. Usikose sehemu inayofuata, ambapo tutaangazia kuingia kwa Hitler kwa siasa za Ujerumani baada ya vita. Tutaona jinsi alivyojiunga na chama cha siasa kali na kuanza kujijengea jina kama mzungumzaji mwenye nguvu na mvuto. Endelea kufuatilia Simu Tatu TV na kumbuka kutembelea blogu yetu na kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwa maelezo zaidi ya kihistoria. Tutaonana katika sehemu ijayo.